Hi guys, karibuni sana to my YouTube channel. This is your girl Carl. Thank you so much for being here. So it's been long since I posted anything, and I decided today I'm coming here and I'm inviting a guest. Our guest is a very cool, simple, nice guy who is a barber, a very professional barber. His work is so good. He's been in the kinyozi industry for like a while. Yeah, I believe. I don't know so much about him, but yes, we are about to know, right? Yes. So yes, karibuni sana, and thank you for being with us. Okay, and we're so happy to have you here with us. Watching this beautiful channel, and of course, I'm not only going to be holding this conversation, we are going to be introducing more and more conversations with more guests. Of course, we want to grow. So, and karibuni sana, and thank you for all my subscribers, and please now look forward to having more of you, more subscribers. But until then, asanteni sana, and welcome to this new episode. I still haven't given it a name, but you guys please give me a name, and that comment section, please. And please, if you've not subscribed, subscribe to my channel, tafadhali. Thank you. I love you. So guys, hi, I hope you all are well. Yes, my name is Grace Kaleche, ama ukitaka unaweza nita Carl. Yep. Yeah, maybe we can imagine mengi, lakini for now let's go with the Grace Kaleche or Carl. And it's a great pleasure to be doing this video on YouTube. Nimeka sana bila release any content, so I decided that today I want to come and with my colleague here. Yeah. Yeye ndio my hairstylist. Yeah, so ningetaka sana atueleze some few things concerning life out in the world. I don't want to say in the streets, or life out in the kama hustler, yani life outside here kama hustler ikoaje. How do you manage? Myself, I am also a hustler. I've hustled for so long. I've hustled for like more than 10 years now. Yes, I started since I was 17 years. That's when I got my first job. Nilikuwa tu actor. Unajua hizi acting yenye utaenda KNT, uende ukapatane na some team of people, you fix 1, 2, 3 things, mwanzie ka group mwanze ku-act. Maybe mna act set books, ama mna act anything, anywhere, Yeah. So I started back then. Yeah, and that's my story. Of course, mpaka ile wakati nilikuja kuingia India. That is when I was a dancer before I traveled to India. Ile wakati sasa I used to dance pia, venye nilitoka kwa acting nikaingia kwa kinyozi, and nikafanya some beauty for some time. Alafu sasa hizi here I am. Nikaenda India because of dancing, and then of course what happened, but I don't want to dwell on what is in the past, so let's dwell in the future. So right now, here I am. I'm trying to do this content, making this content for the people who, just to know how people wanna feel, wanna survive out here. When your means of survival are like here and there, like try kushika hapa kushika pale, ndio sisi wote to survive, to manage to eat. That is a life that I've lived, but I didn't want to tell this story on my own. Of course, ndio maana nikaita my colleague here, ndio tusaidiane na yeye like kufanya hii discussion. Yes, so kwanza acha nimwache awaambie jina yake, alafu ndio tuende direct to what we wanted to discuss today. So unaweza tuambia like what's your name? Alafu ana exaggerate tu ndio tu apige kelele tu. Okay, ndio Patrick Njoroge from Kiambu. Okay.
tuko pale kwa barabara, you guys are going to understand, but I'm sure it's not affecting the sound. I know you guys can hear us. Ile mara yenye kelele imesha kidogo. Now it's peaceful. Yes, so Patrick Njoroge from Kiambu. Ulilelewa wapi? Ulizaliwa wapi? Nilizaliwa kwa Kiambu, Githunguri. Nice. Na alafu ulikuja Nairobi lini? Nini ilikufanya ukakuwa na interest kukuja Nairobi? Nilikuja Nairobi ni kazi ya Baba Soul. Oh, okay. Ya kunyoa, nikajikuta tu nikaitiwa. Okay. Oh, ulikuwa umeshajua jifundisha kunyoa ukiwa ushago. Ulijifundisha kunyoa, like how did you learn how to shave? Like nilikuwa yani natamani hiyo kunyoa. Alafu uko ushago kulikuwa na mtu alikuwa na kinyozi akakufunza ama ulienda shule? Kwenda shule nikujifunza kwa Gesali. Wow, that's so inspiring. Like acha nikwambie something our viewer. When you are interested in something, hata ukikosa kuenda shule, like na hiyo kitu uko na interest nayo sana, kuangalia tu mtu akifanya peke yake, it's usually school enough. Unakwanga already umeshajifunza juu wewe mwenyewe unapenda kufanya hiyo kitu. Sasa Patrick hakuenda hata ati shule ama anything, na sasa he's one of the best in this area where we are at. Sitaki kumention tuko wapi, lakini imagine he's one of the best, na ati hakuenda shule. He just learned from one station, kinyozi station, to another one. And right now you see how he did my hair. He's also a hairstylist. I told him leo lazima kwanza nikuje tufanye ka video na wewe ni waongelesha watu out there, because kuna mayouths wengi by Patrick. Mayouths wengi sana wako huko nje wanafanya vitu zenye hazifai, like kama crimes, unaona. Wengine wako into drugs, unaelewa. Wengine wako into kuiba vitu kama hizo. Lakini wewe ulikuwa na interest na hiyo kunyoa na ukaishikilia hivi. Na hata kama wewe haukumanage ati kwenda shule au kupata hiyo fee, ukajitolea tu kabisa na roho yako, ukasema I want to do this, na ukafanya. Ni nini yenye ilikuinspire kama youth? Juu pia wewe ni kijana mdogo. Ni nini yenye ilikuinspire yenye ukasema wewe hautaingia kwa hizo ama hautashikilia ile tabia yenye many youths wanajipata kwa, alafu ukasema utajishikilia kwa hii ya kukaa pure, ufanye kazi legit, unanielewa? Na ufanye kazi yenye tu ni mzuri na kulipa. Alafu utuambie pia maybe kama uko na family, ni nini inakuinspire? Kuna familia yote siwezi kaa hivi, watu wanategemea. So uko na family na hao ndio wanakupush wanafanya mpaka mmesikia hiyo advice. Vijana mtafute familia. Yeah, family is helping. Unaona hiyo family ndio kitu yenye imefanya mpaka Patrick anajituma. Yeye ameacha, yuko stories za drugs, yuko stories sijui za nini, vitu mingi hizo, crime. Yeye ako focused na life yake kwa sababu pia ako na family wenye wanamtegemea. Please, that's another advice. Tunafaa tuna concentrate sana na. By the way, one of the things yenye pia mimi ilinifanya nikakuwa hardworking kwa life ni kwa sababu nilipata mtoto mapema. By the way, it's not a good thing, but kama sio ule mtoto kunipush, yeye ndo alinipush mpaka nikakuwa ninafanya acting, nikakuwa ninafanya nina dance, nikakuwa ninafanya kwa kinyozi, ninafanya vitu mingi, niko na many skills. Hadi juzi ndio sasa nilisoma journalism na mass communication, nikaongeza skill kwa juu ya zingine, unaona. Na ni hawa watoto wangu saizi niko na two girls. I have a second born now. Sasa hao ndio wananipush, hao ndio wameishi kunisukuma, like I want them to have the best life. Nataka waishi maisha poa, nataka wa manage kukula, wa manage kuvaa vizuri, si ndio Patrick? Yeah, sasa hizo vitu ndio zinapush watu. So please, vijana uko nje wenye msijiwaste, kaa chini, tafuta kazi, tafuta skill, fanya job, alafu tafuta family, weka familia. Familia inasaidianga sana mtu kujipanga na life, okay?
Yes, so Patrick, familia ulipata kabla utoke ushago hiyo wakati ama ulipata after sasa umejipanga? Nilipata hapo sababu kabla sijajipanga bado. Lakini sasa hii ndio ikakupush ikaona niko na family sasa, wacha niende Nairobi nikahustle. Nice. Sasa na venye ulikuja Nairobi mara ya kwanza, ni nini yenye uliona kuhusu Nairobi? Ni nini yenye uliona Nairobi ni pahali pazuri, wacha nikuwe na hustle hapa, ama ni nini yenye what was your first impression about Nairobi? What was your first impression about Nairobi the day you fika Nairobi? Nikifika Nairobi, ile tu nikasema ngoja kwanza nikatia bidii hiyo ya kwenye ya kunyoa. Alafu uzuri ulikuja na skill, so hata kuna pali penye ati sijui ulisumbuka already. Ulifika tu na ukaenda kuanza kutafuta kazi kwa kinyozi. Nice. Na accommodations penye venye maisha ya Nairobi unaiona aje? Sio mbaya. Ni bidii tu. Sasa familia iko nyumbani ama iko huku? Iko nyumbani. Iko nyumbani. Na ukimanage kujipanga, unaona ni kama wewe ndio utaenda ushago ukakae na wao, ama wao ndio utawaleta huku, ama unataka familia ikae ushago alafu wewe ukae huku forever? Uende ukiretire. Unajua kuna mtu anaweza kwa hiyo ndio setup yake. Unaona aje, unataka aje kama Patrick? Naona kaza kae huko. Ukijipanga sasa hata mimi nitaenda tukae. Kwa hivyo wewe ni ujipange, wewe ndio uende, si hao walete huku. Kwa nini usiwalete huku? Kwa nini utaki kuleta wife Nairobi na watoto wakuje walele huku ukifanya job? Unajua sasa kwetu niligaiwa 7. Sasa unapokicheka that's nice. Wow, hiyo ni vizuri sana. So unataka yaka huko ndio alinde hiyo space yenu. Hizo iko ni vizuri. Na unafanya agriculture like mko into farming vitu kama hizo. Mnapanda nini? Kumbe wewe nakwambia ninangoja hizo mavuno pia mimi niwaitishe gunia. Wacha zote. Wow. Ebo nini boy child kujituma. Hey bro, nakwambia that woman is lucky to have you. Wacha. Hiyo si ni vizuri. Guys, what else can a woman ask for? You have a good husband, he's hardworking, he already owns a shamba, he's making sure you guys are feeding well like he hustled Nairobi. On top of that, he has his own farm, his own garden that he's farming, and akona all sorts of food. Oh God, girl, tulia tu hapo. Maintain. I know, right? Yes, so Patrick, hiyo story yako ni so inspiring. Yes, na so far right now, mi naona unaendelea vizuri, umegrow, hauyuko venye hata ulianzia, si ndio? Na ni mwaka gani yenye ulikuja Nairobi sasa? Which year was that? 2024. Juzi tu. 2024. Oops. Watu mna bahati. Mna bahati. Umekuja 2024 juzi tu. Nice. Lakini pia Nairobi pia umeiona imekupeleka tu vizuri, si ndio? Ni vizuri sana. Ni bidii ulipa, na nafurahia sana that nimejuana na mtu kama wewe. Hizo siku kidogo zenye tumejuana nimeona he's a very kind person, he's very quiet. You know, a very simple nice guy, you know. And he told me he was married, and I was like, oh gosh, but anafanya vizuri sana. He's got his family all comfortable. Uko na watoto wangapi? Mmoja. That's nice. Umejipanga vizuri sana. Sitaki kuuliza miaka yako kwa sababu unajua sisi kama wanawake hatupendi kuambiana miaka. So nikikuuliza na mimi mwenyewe najua sipendi kuambiana. Ninaweza rudishiwa hiyo question na sitaki kurudishiwa, sitaweza kuijibu. Yes,
Yes, so guys, thank you so much. Asante sana Patrick kwa sababu ya conversation. Hii itasaidia watu wengi sana wenye watawatch. Kwa sababu many youths need to hear this. Kuna kijana mwenye umegrow, kwanza umelelewa ushago. Umelelewa ushago, alafu ukakuwa mtu wa bidii, ukajipanga panga. Ulikuwa unalima before ukuje Nairobi, ulikuwa unalima. Ukalima, alafu ukapata familia. Venye uliona familia imekuja ukaona wacha niache bibi nyumbani, yeye aendelee kukuza hiyo. Wacha mimi nikuje huku sasa nitafute nyingine tuongeze. I'm telling you, that's a very very nice thing you're doing, and familia yako wanafaa kukuwa so proud of you. That is, I don't know if they are, but they are supposed to be so proud of you, na wanafaa ku appreciate sana. You are a very kind and nice guy, and watu wengi sana wanahitaji kujuana na mtu kama wewe. Wajue venye tu wewe umefanya hizo moves zako. From umetoka ushago, like unajua kuna watu wengine wana give up. Wako tu hata ushago, lakini si uko ushago kuna watu wanatumia madress sana, sio? Yeah, lakini wewe ulichukua a different turn, ukaamua acha ufanye something different. I'm so proud of you and I'm so happy for you. Na uendelee hivyo, uendelee grow zaidi. Hiyo kenye ilikufanya ukakuja Nairobi utafute na kuombea upate. Asante sana. Upate na maisha yako iendelee vizuri, na uko nyumbani pia familia, shamba yako ikuwe kubwa. Pia mimi uko unaniambia kale niko na mangwashe huko, niko na nduma. You know what? Unaniambia niko na vitu huko nataka nikutumanishie zikufikie. Unajua? Si ndio? Hata mimi siku moja nashtukia gunia imeland hapo nje ya home. Si ndio? Very good. Thank you all so much for watching this. Yes, so once again we've just had that nice conversation with Patrick, and he has really inspired me. You know, I hope to you who you are watching outside there, you're a youth, you want to grow from somewhere, you know, you want to be doing something. It all starts with interest. Just have interest in that thing that you want to do. Focus on it. Focus on your future. Kuwa na a clear focus ya what do you want to do in the future. Where do you want to be? Unaona kama already ameinvest kona shamba yenye aligawiwa na parents, and amepata wife, amemweka hapo, amekuja kuhustle Nairobi. He just has a good planning. Nothing makes me happy than to just hear from a young man who amejipanga. And you know, it's all our dreams that our future youths, our future adults wakuwe na a good life, wajue kujipanga. That's why we do videos like this, so that when someone watches, they just learn something, they capture something from someone who is in the game. Okay? Yeah, so asanteni sana for having watched this conversation with me. I hope imewabamba vile mimi pia imenibamba, and please enda kwa comment section and say something to Patrick, say something about what we've just discussed. Tell me what is your view, what is your comment, like unaweza tuambia nini about the whole discussion we've had. And please invite many people to watch our videos. You know, I'll be bringing more and more. But this video, share, let people see this, let people see how young men, kuna young men out here wenye wamejituma, hustler tu lakini amejipanga fiti, and his future is bright, right? Yeah, so until next time guys, thank you so much for watching, and bye bye. Bye. Nice.